I was very shocked. Na yeye ni senior citizen, na yeye ni mbunge, anajua sheria, yeye ni senator, na ni wasichana. I was very shocked. Kwa mfano, mimi hata mngenipatia nafasi ningemchukulia hatua ya kisheria. Jenda, wasichana wanafaa kuchungwa. Wasichana wanafaa kuchungwa. Na ilikuwa usiku. So, hiyo usiku tukisema ya kwamba alikuwa anaenda kuharibu watoto wetu wasichana, si inaweza kuwa makosa. So, anafaa kuchukulia hatua, and I like the government the way walienda pale wakafika pale na wakatetea wale wasichana. Na nashukuru pia government kwa kweli hao wasichana kutofika mpaka shuleni. Wangedhulumiwa. Kwa ile walikuwa wanajaribu kusema wengine wamepotea, hapana. The government played a part, wakawafikisha kwa shule. So next time Malala style up. Point of order sasa. Mimi kwa majina naitwa Bwana Elimoka. Nashukuru kwa siku ya leo. Kwa hii hoja ambayo inaendelea kuhusu Bwana Malala na mchezo wake wa Shackle of Doom, samahani. Tunaangalia kwamba hawa ni watoto wachanga. In English you call them the minors. Wanafaa kuwa na heshima na wanafaa to express their moral values. But Bwana Malala alikosea. He could have gone to the theaters, mahali kuna watu machua, or he could have written a document that one and table it to the parliament so that inakuwa discussed na wanabunge. Lakini kutumia watoto wadogo, personally as a teacher I was not very much impressed. Why? Because he was using minor au watoto wachanga. Na moral values na nataka watoto wakuwe viongozi wa kesho. Wengine wanafaa kuwa mawakili, wengine wanafaa kuwa madaktari, wengine wanafaa kuwa walimu. Sasa wakienda na hiyo tabia katika ulimwengu, unakuta ya kwamba itawatatiza. Hawata fit kwa society very well. Why? Because wanaiga kutoka kwa senior citizen kama kina Malala. Next time ensure that hata kama wanaandika wakina Ngugi wa Thiong'o waliandika, lakini hatujawahi waona mahali popote kwa hizo place zao. Kuna John Kariamidi aliandika my partners in crime, my partners I don't know whatever. Hiyo vitu yote alimari when I choose, but hajawahi simama na kapeana hiyo play itaakitiwa yeye akiwa pale as a director. Na pia Malala kuingia pale usiku, I was very shocked. Na yeye ni senior citizen, na yeye ni mbunge, anajua sheria, yeye ni senator, na ni wasichana. I was very shocked. Kwa mfano, mimi hata mngenipatia nafasi ningemchukulia hatua ya kisheria. Jenda, wasichana wanafaa kuchungwa. Na ilikuwa usiku. So, hiyo usiku tukisema ya kwamba alikuwa anaenda kuharibu watoto wetu wasichana, si inaweza kuwa makosa. So, anafaa kuchukulia hatua, and I like the government the way walienda pale wakafika pale na wakatetea wale wasichana. Na nashukuru pia government kwa kweli hao wasichana kutofika mpaka shuleni. Wangedhulumiwa. Kwa ile walikuwa wanajaribu kusema wengine wamepotea, hapana. The government played a part, wakawafikisha kwa shule. So next time Malala style up. Point of order sasa. Point of order. Mr. Speaker, I rise on point of order. Speaker, ongea kama mzazi. Speaker, mimi naongea kama mzazi. Angalia kamera. Mwenzangu aliyetoka hapa amesema ya kwamba Bwana Malala aliingia kwa domu ya wasichana. Speaker, hiyo ni uongo. Bwana Malala hakuingia kwenye domu ya wasichana. In fact, hata wasichana wenyewe ikiwa walikuwa wamefungiwa nje wasiingie ndani, wakafungia Malala mwenyewe nje asiingie ndani. Speaker, Malala hakuingia ndani, na hata hao watu ambao walikuwa nje hawakuruhusiwa kuingia ndani. So mwenzangu ambaye amekuwa hapa anasema uongo ya kwamba Bwana Malala aliingia kwa domu ya wasichana. Asante Bwana Speaker. Haya.